Habari ya kila mmoja wetu. Siku ya leo ninayo furaha sana kwa mbele yako. Kama unavyonijua, jina langu ni Nestor, Evangelist Nestor, ama mnenaji wa neno la Mungu kwa njia ya uimbaji. Mimi ni muimbaji wa nyimbo za Injili na nimeimba nyimbo nyingi sana. Zingine unaweza ukazipata kwenye channel yetu ya YouTube na zingine hata sijafaulu kuziweka hewani. Lakini leo nimeamua nije kwako na ushuhuda huu wa neno la Mungu. Maana nilipata changamoto ya kwamba watu wengi ijapokuwa tunaenda kanisani, lakini maisha ya wokovu tunaifanya tofauti kabisa. Maisha ya wokovu nikapata ya kwamba kumbe hatuna wokovu wa ukweli. Tumejaza wokovu ambao ni bandia, na ndio kwa sababu niliomba niwe na wewe kwa dakika chache tu, niweze kuongea na wewe, niweze kuzungumza na wewe kuhusu maisha ya wokovu. Wokovu ni nini? Mtu anakuwa aje? Mtu anaokoka namna gani? Kwanza kabla ya kuokoka, mtu anakuwa mwenye dhambi. Kwa kweli ndiyo, mtu anakuwa mwenye dhambi. Lakini unapouliza bado mtu umeokoka, nakwambia ndiyo, mimi hata ni mchungaji, mimi hata ni muimbaji, mimi ni mwinjilisti, mimi ni hivi. Lakini unapomuuliza kwa kweli wewe ni mchungaji, wewe ni mcheza kinanda, wewe ni muimbaji, wewe ni mhudumu, lakini ndugu yangu, dada yangu, wewe una dhambi? Anakuambia ni hapana, hata neno linasema kila mtu ako na dhambi. Na sasa kama bado uko na dhambi, unamwamini Yesu mgani? Wewe umeokoka ya ukweli? Basi wokovu huo ni wokovu bandia. Kwa sababu mtu anapokuwa ameokoka, anapokuwa amepata wokovu, hawezi akawa tena na dhambi. Lakini watu wengi, japokuwa tunaenda makanisani, hata mimi kwa miaka mingi nilikuwa nikienda kanisani na nimezaliwa katika kanisa, katika familia ambao ni ya waenda kanisa. Baba yangu pia ni mchungaji wa kanisa, lakini mara kwa mara nilikuwa sielewi kuzaliwa mara ya pili kuna maanisha nini. Niliishi nikitubu na kulia kwa ajili ya dhambi zangu, kwa sababu niliamini ya kuwa mimi ni mwenye dhambi. Japokuwa naenda kanisani, japokuwa nafanya naimba, lakini mimi ni mwenye dhambi. Lakini kwa neema ya Mungu na kwa upendo wa Mungu nilipata neema ya kujua jinsi gani Mungu alishughulikia dhambi zangu. Naomba nishiriki na wewe mstari moja tu. Nishiriki na wewe mstari moja katika kitabu cha Waroma. Warumi mlango wa 5 na mstari wa 12 inasema hivi: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Ni kumaanisha kuwa kupitia mtu mmoja dhambi iliingia na watu wote wakafanyika ni wenye dhambi. Nikajua kumbe mimi sikufanyika mwenye dhambi kwa jitihada zangu, kwa kutenda kwangu. Sio ya kwamba nilitenda jambo fulani ndio nikafanyika mwenye dhambi, lakini kuna mtu ambaye alitenda dhambi hata mimi nikahesabiwa kuwa mwenye dhambi. Vivyo hivyo jinsi sikuhusika katika mimi kuwa mwenye dhambi, na ndivyo hivyo pia singeweza ama siwezi nikahusika kwa mimi kutoka katika hali hiyo ya wenye dhambi ili ya kuwa niingizwe katika hali ya watakatifu. Kwa miaka mingi nilifikiria kwamba kuna kile naweza nikafanya ili niwe mtakatifu. Yes, natubu, najaribu kuwa mtu mzuri, na najitenga na mambo mengi ambayo ni mambo ni maovu. Lakini hata kisha kujitenga na mambo hayo yote ambayo ni maovu, bado ndani ya moyo wangu nilikuwa na hukumu ya kuwa mimi ni mwenye dhambi. Hata Yohana wa kwanza mlango wa kwanza na mstari wa 8, wa 9, wa 10, ukisema wewe si mwenye dhambi unajidanganya mwenyewe, wala hauna ukweli. Niliishi nikiamini vitu kama hizo. Niliishi nikiamini tu ya kwamba mimi ni mwenye dhambi milele. Na sasa nikajiuliza, kwa upendo wa Mungu nilikutana na mtumishi wa Mungu ambaye alinipa changamoto kusema kuwa kwa sababu unaamini ya kuwa wewe ni mwenye dhambi milele, unafikiria wenye dhambi wanaenda wapi? Kuna mbinguni ya wenye dhambi? Hakuna mbinguni ya mwenye dhambi. Ukiwa wewe ni mtumishi, ukiwa na jina lolote lile, lakini kama wewe ni mwenye dhambi,
Hakuna mbinguni ya wenye dhambi, ni only watakatifu ndio wataingia mbinguni. Ndio nilitaka nikupe changamoto siku ya leo, ama tuzungumuze na wewe ya kwamba ni jinsi gani mwanadamu alifanyika mwenye dhambi na ni kwa njia gani anaweza fanyika mtakatifu. Jambo la kwanza, amini ya kuwa ulifanyika mwenye dhambi kupitia mtu mmoja. Vivyo hivyo kupitia mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo, unapomwamini basi utafanyika mwenye haki. Yesu alichukua dhambi zako, Yesu alichukua dhambi zangu na akanifanya kuwa mtakatifu. Kama vile jinsi sikuhusika kwa mimi kuwa mwenye dhambi, kwa mimi kuhesabiwa mwenye haki, vivyo hivyo sikuhusika kwa mimi kuhesabiwa mwenye haki. Lakini kupitia Yesu Kristo ambaye alichukua dhambi zangu nikafanyika mwenye haki nilipomwamini, na mpaka sasa naamini ya kwamba mimi ni mwenye haki, na ninapokuja mbele yako, ninaponena na wewe, naongea na wewe kama mwenye haki mtakatifu aliyesamehewa dhambi zake zote na ambaye naingia mbinguni kwa sababu mimi ni mwenye haki milele. Basi Mungu awabariki. Nitaongea hadi hapo siku ya leo. Usisahau kufinya hiyo kengele ili kwamba mara kwa mara ninapokujia na neno la Mungu tuweze kujifunza neno la Mungu kwa njia ambayo ni inayofaa na tutaelewa zaidi. Mungu akubariki zaidi mpendwa msikilizaji wangu na mtazamaji wangu. Asante sana.